Najua wewe ni moja kati ya watu wa wale ambao wamekuwa wakiogopa sana kubonyeza links ambazo wanakutana nazo katika mitandao ya kijamii. Hii ni kwa kuogopa kudukuliwa kwa akaunti zao. Maana katika kipindi hichi hackers hutumia links kuweza kudukua akaunti za watu na kuiba taarifa zao. Sasa katika video hii nakwenda kuelekeza namna ambavyo unaweza kutambua linki ipi ni feki na ipi ni sahihi. Nitakwenda kutoa njia 4 ambazo unaweza kutambua linki ni feki au sahihi. Njia ya kwanza, unaweza kutambua kwa kuangalia herufi au neno lililobadilishwa katika hiyo linki. Kwa mfano, linki inaweza ikawa sahihi kaandikwa facebook.com, hii ni linki sahihi, lakini linki feki inaweza kabadilishwa ikaandikwa facebook.login.com au facebook.securitycheck.net. Hizi ni linki feki. Mara nyingi sana hackers hubadilisha sehemu palipoandikwa o, yani palipoandikwa o hubadilisha na kuweka sifuri, na hubadilisha sehemu palipoandikwa I na kuweka L ndogo. Na njia ya pili ambayo unaweza kutambua linki feki au original ni kwa kuangalia domain ambazo sio za kampuni husika. Yani unaangalia domain kama ni za kampuni husika. Kwa mfano, Instagram domain yake inaweza kaandikwa instagram.com, hii ni linki sahihi, lakini linki feki inaweza kaandikwa instaverifylogin.xyz. Mara nyingi makampuni makubwa sana huwa hayatumii domain zenye namna hii, yani kwa mfano .xyz au .info.top.click.cf. Hizi domain huwa hazitumiwi na makampuni makubwa. Na njia tatu ambayo unaweza kutambua linki kama ni fake au original ni pale ambapo linki inakuomba kulogin haraka. Yani linki inapokuharakisha kulogin haraka. Inaweza ikaja kwa namna hiyo. Inaweza kusema your account will be closed, click here to secure it. Yani inakuharakisha ubonyeze, uklik. Ukisha click pale, yani unakuwa tayari ingia katika mfumo. Kwa linki yoyote kama inakuguide ufanye haraka, hiyo ni linki ya hackers. Huwa anakuharakisha ili kwamba uweze kuingia katika mifumo yao. Na njia 4 ambayo unaweza kutambua linki ni fake au original ni kwa kuangalia linki kama umepokea linki kwa mtu ambaye haumjui. Kama umepokea linki kwa mtu ambaye humjui, labda amekuja katika DM yako na kutumia DM yako ya WhatsApp na kutumia hizo linki, uwe makini sana. Anaweza kaa linki za hackers. Anaweza akafanya hivi, akatuma video afu akakwambia fungua uione. Anaweza akaangalia, akatuma maneno akasema angalia hii picha yako, au anaweza akasema bonus yako imefika hapa. Yani linki zile zinashangaza na kuwa za bonus, kwamba sijui zawadi umejishindia nini, au bonyeza hapa kupata hii offer katika mitandao. Hizo ni linki zinakuwa za hackers. Kwa hiyo namna ya kutambua ni namna hii. Pale ambapo unakuwa umepokea ujumbe kutoka kwa mtu usiyemjua, inabidi uwe makini sana, unaweza kupata linki za hackers. Sasa nitakwenda kukuelekeza sasa namna ambavyo unaweza kujilinda kutoka katika linki hizo za hackers. Namna ya kwanza unayoweza kujilinda, usifungue linki kutoka kwa mtu usiyemwamini. Yani mtu usiyemwamini, yani unapokea tu linki kutoka kwa mtu hata usiyemjua, anakuambia kwamba ubonyeze na unabonyeza. Kwa hiyo usifungue hizo linki ambazo zinatoka kwa watu ambao uwafahamu. Na njia nyingine tena, unaweza ukajilinda kwa kuangalia domain kabla hujabonyeza. Pale ambapo umepokea linki, inabidi uangalie domain kama ni za husika, kampuni kama ilivyoandikwa. Na njia nyingine ya tatu, usiweke namba, password au OTP kwenye linki. Kama linki inakutaka uweke password au uweke OTP, usifanye kitu hicho, maana pale utakapokuwa umeweka, basi watakuwa wameshaanza kuweza kuiba password yako au taarifa zako. Na namna nyingine, unaweza ukaweka 2FA, yani two factor authentication. Hii unaweza ukaweka katika simu yako. Hata hackers wakiiba password yako hawataweza kuiba taarifa zako. Cha 5, unaweza kutumia antivirus.
antivirus zitaweza kusaidia kuweza kuepukana na links za hackers. Na hayo yote nilioandaa siku ya leo uweze kupata kujifunza kuhusu linki za hackers, basi nikukaribishe kwa kusubscribe. Kama hujasubscribe channel hii, basi subscribe ili uendelee kusonga nami, na bonyeza alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupata taarifa ambazo zitatoka katika hii channel. Karibu sana Simuize.